of war. Yani mtu ameandika tu script yake vizuri. Mimi si kuambia rais atupatie platform kwa watoto wetu. Hatukuambia rais kuja tupatie platform watoto wetu watafute kitu watakuwa wanapiga. Mtoto ashapata platform. Kitu anajua. Sasa hakuna kitu inaumanga kama kukataa kitu na hiyo kitu ndinakuwa the best kwa society. Hakuna kitu inabambanga kama hiyo. Hata unakataa eti hao watoto wazuiliwe, wasiperform. Imagine hiyo ndio wangewin nayo. Hiyo tu echoes of war na bado bwana utajua juu Ruto. Kuna swali rafiki yako aliuliza Rigathi Gachagua. Aliuliza before ifike hapo nationals. Hiyo drama ya festival ilikuwa imepitia wapi? Ilikuwa imepita county level mpaka ya regional level alafu mpaka ikafika national level. Sasa walikuwa wanauliza ilikuwa imefika hapo aje? Ndio ifike mali iko national. Cause inaanzanga chini by the way. Inaanza kwa katika shule, inapanda ikisonga. So before ifike hapo hata Gachagua you are right. Ilifika aje hapo ndio sasa inakuwa Ruto anaifeel kwa damu. Ilifika alafu ana assume bwana Sifuna he told the guy the truth in his eyes hivi. Wewe Ruto, watoto wa Butere unawaulizia nini? Wanafunzi swali. Kusema tu kweli, let's just be sincerely. Watoto wa Butere girls unawaulizia nini? Na si eti ni jenzi walikuwa wamekuja kwa barabara wakaanza kuimba hiyo Echo of War. Na tupatie platform alafu bado unaanza kulia shida ati msiseme Kasongo, tutasema. Barabara itoke Sogoi, iende Eldoret, pite Marakwet, ingie Garissa, iende. My friend, ni ulipeana bro. Ukipewa watoto platform, let them work with it. Na bado echoes of war. Tulikuwa na damu nyeusi. Tulikuwa the revenge. My friend, where are you? Ushatupatia ingine 2027 we know things are going to be smart and good. Watoto ni hivyo ni kuchinja kufinish kumalo. Mapanga za shingo. Ujakonda bado nywele jaisha hadi huko. Sijui kama unaangiri na Wanjakoya. Alisema Ruto anafaa aende Butere ama aite wanafunzi wakuje wakunywe chai State House. Unaangiri na yeye kweli? Iko sawa. Ruto aite hao wanafunzi akae nao chini. Those are kids. Nao ni wanafunzi. Hao watu hata hakuna kitu wanajua kwa hii dunia isipokuwa wako na kizungu mingi kwa kichwa. Ukiwishapatia watoto platform, waite waambie what you have doing. Kitu umefanya it is good. Kitu mulifanya it is so much smart. Sasa nini feelings? Why feelings? Why feelings unashapea mtoto platform? Si unafaa uone platform yake vile inacheza vizuri kwa ground. Watu wakiwa wanafurahia wakati watu wana perform, wanasikia na inafurahiwa. So that thing is good. Na wewe sasa mbona ikuguse kwa roho mpaka unasikia ni kama utakufa? My friend, waite wakuje status wakunywe chai. Lakini wewe Mgode, ungekuwa president, ungekubali watoto wakuje wakuambie ukweli mbele ya macho yako? Sasa nikuulize, wakati umesimama na ukweli na wananchi, mbona usiambiwe ukweli na urekebishe tabia? That's what I can ask Kenya swali. Mtu amekuambia the reality thing. Mbona uwe chuki na yeye? Si umwambie tu okay it is a good job you are doing. Enyewe inauma tukata iliuma Ruto. Lakini for the sense unafaa cool down. This is a nation of all tribes. Now this is a nation of all everybody. So wakati you are a leader you know that you will pass for a lot of things. You are a leader. Lazima upitie kila kitu. Ukubali matusi. Juzi nimesikia jana kwa matanga kisema ati yes majina zote siku hizi amepewa ni kama wimbo. Si wimbo, zingine zina touch. Ni venye tu utaki tu kusema zinakuguza. It is true ni wimbo, lakini wewe mwenyewe jiulize. Kibaki alikuwa hapa, Moi amekuwa hapa, Kenyatta alikuwa kwa hii government, Uhuru Kenyatta amekuwa kwa hii government. Wimbo umesikia wimbo kama za Uhuru Kenyatta kwa hii government surely imeisha kama ameenda. Wewe umesikia wimbo yote. Wewe ujiulize ni mbona ni wewe tu. Can't you ask yourself why it is only you? Ruto must go. Watu wako kwa matanga, Ruto must go. Watu wako kwa sherehe, Ruto must go. Watu wako kwa church, Ruto must go. Watu wako kwa university, Ruto must go. Kwani wewe ni wapi you must come? Ni wapi Ruto wewe you must come? That's what I'm just confused of that. And uko hapo bado na relax at your bro, turekebisha tabia. 2030 something tutakuelect kama president. But for now, waenda tu pumzike, you think twice. Fikiria kubwa, come back with another challenges. Ndio tutajua kama tutakuelect. Sijui kama umeona hiyo story ya Farouk Kibet. Wakiwa wanabishana na Cleopas Malala. Kilabu hapo Nakuru usiku.
Sasa unajua Farouk Kibet, sisi hata tumjui. Mimi by the way hata ukiniambia sio na Farouk Kibet mimi simjui. Lakini Gachagua tunasikianga tu ati Farouk Kibet na sijai muona. Huyu msee kwanza mimi hata state house kama amekaa state house more than even 10 years. Tutoke tu achia hata wengine. This generation ambayo inakuja, pia wanataka tu kukaa kwa hiyo government at least. Jua hata huyo Farouk Kibet kazi yake nini state house? Gachagua alisema yeye ni co-president. Co-president ni kusema? Yaani anaweza fanya kitu Ruto anafanya, yeye ndio direct everything kitu inafanyika state house. So yeye ndiye alikuwa na direct Uhuru? Sidhani. Alikuwa hapo Uhuru akiwa? Ni PA wa Ruto. Huyu ni mtu amekuja juzi. Ni PA wa Ruto. PA wake. Anaitwa Farouk Kibet. It's okay. 2027 si mbali. Tutajua kama wewe ndio Farouk Kibet. Any question? Ni kama zimemalizika. Uko sawa? Tumalizie. Tukimalizia tunasema ni Godha Mgodhi na tuko na City TV na tuko na gani? Around the Table Show. Around the Table Show. Hii nakwambia mambo ni vulai. Unaenda pale kwenye YouTube, TikTok, IG, subscribe and like na mambo inakuwa ni Hello?